Basi huyu mshikaji, yani kama dada ukijipitisha kwake tu, basi dada andika umeliwa. Yani huyu mshikaji yeye alikuwa anaruka na mabibia kinoma, na mshikaji ajali wala cha nini. Huyu mshikaji yeye anafanya kazi kwenye bonge moja la kampuni ya babake, na huyu mshikaji jina lake anaitwa Roy. Basi huyu mshikaji yeye akaja kukutana na moja kati ya bibie ba. Basi huyu mshikaji akamnunua huyu dada alafu akamchezea, na mshikaji akapita hivi. Basi siku ambayo inafuata mshikaji anaenda kazini, anakuja kushangaa dada ambaye kamnunua jana. Kumbe huyu dada ndio msimamizi wa hii kampuni, na mshikaji kamnunua huyu dada jana, kampiga miti alafu kapita hivi. Na leo ndio huyu hapa ofisini. Oya, palikuwa patamu kinoma. My nickname, mimi naitwa Roboti, na lil name, mimi naitwa Baraka, na hii inaitwa Robotingwa TV. Basi usisahau kulike video, usisahau kusubscribe channel, na usisahau kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku. Na lakini pia dondosha komenti yako, changia hii topic ya leo. Dondosha komenti yako, dondosha umbea wako hapo chini kwenye komenti. Niambie, eti ni mtandao gani wa simu ambao ni wabaili kinoma kutoa MB za bure? Yani ni wagumu kinoma kutoa MB za bure. Ni mtandao gani wa simu ambao tangu unaanza kutumia hawajawahi kukupa MB za bure? Dondosha komenti yako, dondosha umbea wako hapo chini kwenye comment ili leo tuachane live. Na lakini pia komenti yako pamoja na ujumbe wako wa sauti vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next recap. Basi filamu inaanza ni Jumatatu fulani hivi majira ya asubuhi, mishale kama saa 5 hivi. Basi pana huyu mshikaji ndio anakuja kazini sasa hivi. Basi mshikaji kachelewa kinoma. Huyu mshikaji ndio anakuja kufika kazini sasa hivi. Na basi huyu mshikaji jina lake anaitwa Roy. Basi Roy ile anafika kazini na ndio kikao kwenye kampuni kinaisha. Na hii kampuni ni ya baba yake na Roy. Basi baba akawa anamgombeza kinoma mwanae. Yani huyu mtoto wake yeye hajali kabisa kuhusiana na masuala ya kampuni. Leo ni Jumatatu, lakini unaambiwa mshikaji kafika kazini majira kama ya saa 5 hivi. Basi baba akawa anamgombeza kinoma mwanae. Basi unaambiwa mshua kakasirika kinoma, anasema yani ili toto alieleweke kabisa yani. Hembu toka njiani kwanza, ile nipishe mimi. Basi mshikaji Roy akawa anakuja kwa huyu mfanyakazi mmoja akawa anamchana. Oya familia, mwanangu mimi nimechelewa kuja kazini, alafu umeshindwa hata kunilinda kwa dingi. Oya familia, wewe sasa hivi mwanangu wewe sio mwana wala cha nini. Oya, wewe sio mwana mwanangu. Basi Roy akawa anamlaumu kinoma huyu mshikaji kwa nini kashindwa kumtetea kwa dingi. Basi kweli ikawa ni majira ya jioni. Basi mshikaji ile katoka kazini na Roy yupo kwenye bonge moja la mkoko anarejea nyumbani. Basi ile mshikaji akiwa kwenye gari akashangaa upande wa pili kuna pisi moja hivi matata kinoma. Hii pisi imekaa pembezoni ya barabara, alafu hii pisi imevaa zile nguo za wadada wa Sinza. Yani huyu dada ana uhuni wa kiwango cha Sinza unaambiwa. Basi dada amechangamka kiwango cha wadada wa Sinza. Basi na huyu mshikaji Roy na hivi ndio vitu vyake. Yani yeye anapenda kinoma kununua mabibie, alafu ile asubuhi kila mmoja apita kimpango wake. Basi mshikaji akana mpa lifti huyu dada, na baada ya kumpa lifti basi dada akaenda akalala kwa mshikaji. Basi na ile mshikaji akampiga miti dada. Basi na ile asubuhi anakuja kumlipa pesa ili atujuani kila mmoja asepe kimpango wake. Basi udada akawa anaumia kinoma. Yani nilijua wewe ni mwanaume mzuri, yani kumbe wewe ndio wale vijana wa kino. Basi udada akawa anaumia kinoma. Lakini mshikaji Roy, mshikaji haelewi yeye mshikaji yuko mbele ya muda. Yeye mshikaji ni mzee wa kazi. Yeye mshikaji akikutana na bibie, mshikaji anapiga kazi, anampiga miti, alafu mambo mengine usikadi nao mshikaji anapita hivi. Basi majira ya jioni tena mshikaji akawa anakuja hapa ba, na ile Roy anapiga story kinoma akiwa na mwanae hapa ba. Basi mshikaji akawa anasema mwanangu leo nina upwilu wa dunia nzima, nasubiria pisi ijichanganye tu kitaa hiki. Basi kweli akaja udada mmoja hivi. Udada ukimtazama basi kama ni wale wadada wa Sinza. Dada akavaa zile nguo za wadada wa Sinza. Basi mshikaji akawa anatazama. Oya familia, ile pisi mwanangu imenyoka unajua. Mwanangu mimi leo ngoja nifanye vyovyote vile ambavyo naweza. Hii pisi leo familia lazima niruke nayo unaambiwa. Basi kweli Roy akawa anamsogelea huyu dada, afu ile anamtupia mambo dada. Basi mshikaji akawa anamchekecha kinoma huyu dada, anasema wapate vinywaji pamoja. Alafu baadaye basi mshikaji anakuja kumwambia dada wakalale pamoja. Basi kweli dada akajaa kwenye mfumo wa muhuni unaambiwa. Manake huyu mshikaji ana maneno kidogo halafu pesa nyingi. Na huyu mshikaji akiongea basi mshikaji anaongea maneno ya swaga tu. Unaambiwa huyu dada akajaa kwenye mfumo wa muhuni. Na huyu dada jina lake anaitwa Beverly. Basi kweli udada Beverly
akajikuta ileo kaja magetoni kwa huyu mshikaji, na mshikaji kama kawa. Basi huyu mshikaji yeye ni mtu wa kazi. Mshikaji akipewa kazi yeye anafanya kazi, yeye si mtu wa kazi. Basi akanipigia kazi kwa huyu dada, na siku ambayo inafuata basi mshikaji kachelewa kinoma kuelekea kazini, na huko baba anamtafuta tu mwanae kazini hajafika. Basi baba akawa na mind kinoma. Baadaye mshikaji kachelewa kinoma anakuja kazini sasa hivi. Basi baba ile akawa nakasirika kinoma yani, kwa sababu Roy alikuwa ni msimamizi wa kampuni. Basi baba akanamwambia mwanae Roy, sasa hivi unashindwa kusimamia kampuni vizuri. Sasa hivi nitakutafutia msaidizi msimamizi wa kampuni. Basi mshikaji akawa anashangaa kinoma. Yani baba, mimi ndio nasimamia kampuni, hafuna nitafutia msaidizi tena? Maana yake mshikaji huaga anachelewa kinoma kazini. Basi kwani mshikaji akawa anazama hapa ndani kwenye deski lake, na anakuja kushangaa hapa ndani pana huyu dada. Ile kumtazama huyu dada ndio yule dada ambaye jana mshikaji kamnunua kule viwanja. Basi mshikaji akawa anashangaa kinoma. Dada, ulikubali so nini mpaka umenifuata kazini? Dada, utakuwa ulielewa mikito basi. Lakini huyu dada anakuja kumwambia kuanzia sasa hivi mimi ndio nitakuwa msimamizi wako kwenye hii kampuni. Basi baba yake na Roy ndio kamwajiri huyu dada Beverly ndiye atakuwa msimamizi kwenye hii kampuni. Basi mshikaji Roy yeye akawa anashangaa tu. Huyu dada sio nimemnunua jana viwanja huyu, eti huyu dada ndio msimamizi wa kampuni tena? Basi Roy ile akawa analalamika kinoma. Anakuja hapa kwa baba, anasema kweli baba umenitafutia msimamizi wa kampuni. Basi Roy akawa analalamika kinoma kwa baba, kwa nini baba akamleta msichana awe anamsimamia Roy. Basi majira ya jioni Roy yeye kama kawaida lazima aende viwanja kutafuta pisi. Basi akawa anapiga story na mwanae. Oya mwanangu, ile pisi ambayo nimenunua jana, eti nafika kazini kwa baba naambiwa ile pisi mwanangu ndio inanisimamia mimi kwenye kazi. Mwanangu unaambiwa nimedata kinoma yani. Mara ghafla ile anapiga story akashangaa ule dada huyu hapa tena Basi ile Roy akawa anashangaa tu. Halafu na mshikaji wake na Roy basi ile akawa anaondoka. Basi Roy akawa anashangaa tu. Bibi Beverly si anafanya kazi kwenye kampuni ya baba, hafu huyu dada mbona usiku anakuja huku kujiuza? Basi mshikaji akana muuliza bibie, kumbe dada ndio mambo yako. Dada mchana unafanya kazi kwenye kampuni, kumbe usiku huwa unakuja kujiuza Sinza. Lakini huyu dada anasema sasa hivi ni usiku na sasa hivi yuko nje ya kampuni, kwa hiyo dada hataki kabisa kupangiwa. Basi Roy akawa anamshangaa kinoma dada, lakini dada anasema hii ndio stare yangu, hivi ndivyo ambavyo mimi wanafurahia kuruka na washikaji huko ba, kwa hiyo usinipangie. Alafu dada akawa anamletea sobo kinoma mshikaji. Alafu na hii pisi Beverly ilikuwa inaongea huku inaleta sobo kinoma kwa mshikaji. Alafu na hii pisi ni upisi fulani hivi unyama mingi kabisa yani. Basi hii pisi ikawa inaleta sobo kinoma kwa mshikaji, na basi mshikaji akajikuta anajia kwenye hizi sobo. Basi na huyu mshikaji akaruka na hii pisi mpaka magetoni, na leo kwa mara ya pili tena mshikaji anakuja kujikuta hii pisi anaichapa vibaya unaambiwa. Basi ikawa ni siku ambayo inafuata, mshikaji anakuja kuzinduka hapa magetoni, ile pisi kitambo imeshasipa kazini. Alafu mshikaji kachelewa kinoma ndio anaamka sasa hivi. Basi mshikaji anakuja kufika kazini kachelewa kinoma na anakuta hii pisi ishawahi kazini kitambo. Basi mshikaji akana muuliza dada, kwa nini unajua hata hujaniamsha wakati mimi na wewe tumelala kitanda kimoja? Lakini udada Beverly anasema kaka samani, kaka mimi kazi yangu ilikuwa ni kukukupa buruda tu usiku, ila asubuhi mimi na wewe tukukubaliana kukuamsha, ndio maana mimi nikawahi kazini. Basi mshikaji akawa na data kinoma, hii pisi namna gani vipi? Halafu pisi kule kitandani inanipa unyama kibao ili jini nini? Basi mshikaji akiwa hapa kwenye kampuni ile, mshikaji akawa anashangaa kinoma ile anawaza, lakini akaona poa wenetu. Basi baadaye akawa ni majira ya usiku. Huyu mshikaji waga halali bila kumwaga vitu vyake, maana mshikaji unaambiwa kichupa kwake waga kinajaa kila siku. Basi mshikaji amekuja hapa ba ile anavizia pisi akiwa anapiga story na mwanae. Mara ghafla basi akashangaa ule dada Beverly huyu hapa, na dada anamletea sobo kinoma mshikaji. Basi mshikaji anasema leo hapana mimi leo siruki na we dada. Basi ikawa ni siku ambayo inafuata, mshikaji akaja kujikuta na leo kalala kinoma, na leo tena kachelewa kazini udada. Dada kawahi kitambo kazini, alafu udada ndio bosi wake na mshikaji. Basi anafika hapa kazini kuna kikao, na baadaye kikao kinaisha. Basi Roy akana muuliza Beverly, unajua bibie mimi nashindwa kukuelewa kabisa, manake unanihujumu kinoma. Na Roy akawa anaongea kwa bibie kwa dharau kinoma, kwa sababu anajua kampuni ni ya babake. Na basi bibie Beverly akana anamwambia acha kunidharau kwa sababu mimi ndio bosi wako. Na mshikaji akawa anasema unafanya kazi hapa kwenye kampuni kwa sababu yangu mimi. Basi dada kipindi wanaendelea kubishana kinoma na mshikaji, dada akawa anasema unaonaje baadaye tusipate vinywaji pamoja? Basi mshikaji Roy akajikuta break ya sikabi kwa bibia akawa anakubali. Basi ile jioni kweli wako wanapata vinywaji kwa pamoja. Basi Roy akawa anamuuliza bibia, kwa hiyo wewe umekuja pale kwenye kampuni umetumwa na babangu uje kunisimamia sio? Kwa hiyo Beverly wewe umetengeneza ukaribu na mimi kwa ajili ya faida zako mwenyewe ili upate pesa
pesa kwa baba, sio? Basi wakiwa anaendelea kupata vinywaji, mshikaji akawa na mdharau kinoma huyu dada. Anasema kwanza wewe dada unajiuza tu. Basi huyu dada akamlima kibao kimoja hivi huyu mshikaji, afu dada akamwambia we kaka usinzoe. Unanihitaji mimi najiuza? Unanihitaji mimi nalala na kila mwanaume? Basi huyu dada akawa anaondoka amekasirika kinoma. Basi baadaye mshikaji Roy akawa kwenye gari anapiga story na mwanae. Basi akawa na mchana mwanae kwamba unajua mwanangu mimi ni muhuni, unajua familia. Lakini kuna namna yule dada Beverly, mwanangu najikuta kama breki kwake azikabi. Yaani kuna kanamna hivi najisi kama namuelewa yule mtoto unajua. Basi Roy akawa anamwambia mwanae kwamba unajua sasa hivi nimegombana kinoma na yule dada kwa sababu nimemwita yule dada malaya, huwa analala na kila mwanaume. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Udada Beverly, dada kakasirika kinoma, anagonga kinywaji tu. Manake dada alitukana na ule mshikaji. Basi dada sasa hivi siku ya pili, huwezi kuamini dada hajaenda kabisa kule kazini. Basi na upande wa pili kwa mshikaji amekamata tablet ile anacheza game tu hapa kazini. Akili zake hazijakaa sawa, anawaza alimtukana ule dada. Basi akana kuja msaidizi wake kwenye kampuni. Basi Roy akana uliza ule dada yuko wapi, manake siku ya pili leo hajaonekana kazini. Na basi huyu mwamba akana mwambia Roy kwamba udada anakaribia siku ya 3 sasa hivi hapa kazini hajaja. Basi baadaye Roy akawa anafunga safari mpaka nyumbani kwa huyu dada. Basi Roy akana anamuuliza bibie kwamba kesho itakuwa ni siku ya 3 na wewe haujaja kazini. Basi nimekuja kujua kwa nini haujaja kazini. Na huyu dada basi akana sema umesahau jinsi ambavyo ulinitukana na ndio maana nimegaili kuja kazini. Basi mshikaji akana sema nimekuja kukuomba msamaha, naomba urejee kule kazini. Basi dada akana mtimua mshikaji, hebu toka hapa ndani. Lakini Roy basi akawa anasema mimi tayari nimeshakuomba msamaha, natumaini kukuona kesho kazini. Basi mshikaji akawa anaondoka. Siku ambayo inafuata kweli bibi akaja kazini. Basi baadaye ikawa ni majira ya jioni na mshikaji amekamata gari analejea nyumbani. Basi anamkuta udada Beverly. Udada request gari. Basi dada anasubiria gari ije kumbeba. Basi mshikaji akana sema ampe lift udada Beverly, lakini udada akawa anagoma kabisa kwamba dada atakishobo na mshikaji kwa sababu dada tayari amesha request gari inakuja. Basi mshikaji akana mwambia cancel, lakini udada anagoma. Basi kweli baadaye Uber ikawa inakuja, lakini huyu mshikaji akawa anakuja kwa dereva Uber, anakuja kumwambia oya mwanangu, familia dereva wa Uber, sikia nitakulipa mara 50 ya nauli ambayo udada alikuwa anataka kukulipa. Cha kufanya mbwage huyu dada usimpakie, we washa gari teleza. Afu mshikaji kamlipa pesa kibao huyu dereva. Basi kweli huyu mshikaji akana mwacha huyu dada anasepa. Basi dada akaona usimtanie na ita taxi nyingine na bado hii gari nyingine baada ya kuja. Basi mshikaji anakuja anamlipa pesa kibao dereva ili dereva asimbebe huyu dada. Basi baadaye dada akajikuta hana namna. Basi kweli dada baadaye akapanda kwenye gari ya mshikaji Roy. Basi mshikaji akaja kumleta bibie mpaka mitaa nyumbani kwa bibie. Basi dada akawa anasema asante huko anaingia ndani, lakini mshikaji akamwambia dada bado unakaribishwa. Dada anasema asante, lakini mshikaji bado hataki kumjibu huyu dada. Basi dada akawa anamuuliza kaka unataka nini? Kumbe huyu mshikaji anataka kusama ndani hapa kwa bibie. Basi dada akawa anachomoa kinoma. Baadaye dada akakubali kweli mshikaji kazama ndani. Basi baadaye baada ya kuingia ndani, kwanza mshikaji akamuomba maji bibie. Basi Roy akawa anapata maji, alafu na huyu dada anamtazama tu huyu mshikaji Roy. Basi mshikaji Roy akawa anamuongelesha huyu dada kwamba eti baada ya kukuita mimi wewe waga unalala na kila aina ya mwanaume, ukakasirika na ukagoma kuja kazini kwa takriban kama siku 2. Basi na udada akawa anamchana huyu mshikaji kwamba mbona wewe tabia yako hatusemi, wewe kazi yako ni kwenda bar kila siku afu unanunua madem tu kila siku, unawapiga miti alafu unapita hivi. Kwa hiyo Roy, hiyo ndio furaha yako. Basi na mimi kwenda bar kuruka na washikaji, wewe usinipangie maisha, maana yake wewe mwenyewe pia ulikuwa unaruka na washikaji. Yaani wewe kazi yako ni kununua tu mabibia alafu hujali pia chochote kile. Kwa na mimi pia usinipangie alafu una tabia mbaya kinoma, kazi yako kununua mabibia tu. Na kwa hiyo hata mimi ulinunua tu ili unile na baada ya kunionja upita hivi. Kwa hiyo kazi yako ni kufurahia tu wasichana kama mimi alafu kuniacha. Kwa hiyo na mimi nikajikuta poa, wewe unajitia muhuni. Mimi mwenyewe nataka tu niwe nafurahia na wewe kila siku afu mwenyewe napita hivi. Wewe kazi yako sikonja mabibia na kuacha. Basi mshikaji akawa anaondoka, maneno ya bibia amemuuma kinoma. Ile mshikaji akiwa hapa nyumbani anawaza tu, yule dada jao ujue, yule dada kanichana mazima yani. Basi mshikaji akajikuta atakitaka kulala usingizi auje, anamkumbuka tu yule dada alivyomchana. Mshikaji kaona usimtania, anafunga safari tena, anakuja magetoni kwa udada. Basi mshikaji anakuja kumwambia dada, sikia dada, mimi kazi yangu ilikuwa sio kununua wasichana, yani kwa sababu nimelala na wewe mara 2, kwa hiyo unafikiri mimi wanalala tu kila na msichana. Basi mshikaji amekasirika kinoma kwa bibie ile, akana mgombeza, manake mshikaji kakosa kabisa usingizi kule nyumbani. Basi dada akana mwambia mshikaji, sikia haupaswi kuzungumza na mimi kama hivi kwa sababu mimi ndio msimamizi wako kwenye kampuni, kwa hiyo lazima uniheshimu. Basi dada anamletea mbwembwe kinoma huyo mshikaji, wakati mshikaji alikuwa muhuni kinoma, lakini mshikaji anakuta breki kwa udada azikabi kabisa yani. Halafu ile dada akawa anamlamba kinoma mshikaji, anakuja kumwambia mshikaji
mshikaji, wewe ulikuwa unajitia muhuni Sasa sikia nikwambie kitu, mimi ndio malkia wa mchezo. Kwenye mchezo mimi ndio nimekushinda. Yaani usicheze na mimi. Mimi ni muhuni vile vile. Alafu dada akawa na mlima kofi mshikaji. Alafu dada akawa anapita hivi ile kibabe tu. Basi mwenetu familia ile akawa anashangaa tu, dada namna gani vipi? Mbona kuna namna nimemuelewa bila sababu. Basi mshikaji ile akawa anashangaa tu, hapa kweli familia nimejaa kwenye mfumo. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Mshikaji Roy, basi mshikaji ikabidi atafute udada mwingine. Udada ndio demu wake anataka kumuoa. Basi mshikaji ile akawa anafurahia naye tu. Na udada anaitwa Sally. Na basi kweli mshikaji Roy basi akawa anapiga story na mwanae kwamba mwanangu mimi sasa hivi nataka kumuoa dada mmoja hivi anaitwa Sally. Sasa hivi mimi kurukaruka sitaki kabisa, manake nirejea kwenye mfumo ule dada Beverly. Basi kweli siku kasahu mshikaji akawa anajiandaa ile tayari kabisa kwa ajili ya harusi, afunge harusi na udada Sally. Basi mwamba Roy ile anapambwa kinoma, ile tayari kabisa kwenda kufunga harusi. Lakini mara ghafla Roy basi akawa anapigiwa simu na baba anasema familia ya bibi Sally imeshagoma ule dada aolewe na huyu mshikaji. Sally ameenda kuolewa na bonge moja la bilionea mwingine. Basi mshikaji Roy ikawa inamuumiza kinoma. Dada ambaye alikuwa amepanga kumuoa leo, huyo dada Sally, basi dada tayari kashaolewa na mshikaji mwingine, na Roy yeye ikawa inamuumiza kinoma. Basi Roy akiwa huko kazini, unaambia Roy kazi kwake aziendi kabisa, manake Roy amekaa na mawazo adisio poa. Basi anawaza Sally kashaolewa, halafu na ule bibi Beverly sasa hivi hata hayuko sawa naye kabisa, hata azungumzi naye. Basi upande wa pili ni kwa bibi Beverly. Basi bibi Beverly akiwa kwenye gari akaa anapita mitaa hii. Basi anamwona huyu mshikaji anafanya kazi ya kusaidia fundi. Bibi Beverly anavyomuona huyu mshikaji, bibi anakasirika kinoma. Basi bibi akawa anawasha gari ile kwa hasira anaondoka. Sijui huyu mshikaji aliwahi kumfanyia ganini bibi Beverly. Basi siku ambayo inafuata hapa kwenye kampuni kazi zinaendelea. Basi mshikaji Roy leo kuna kazi kaichukua hapa kwenye kampuni bila kumshirikisha udada. Basi udada akawa anakuja anapiga kelele kinoma kwa mshikaji Roy, lakini mshikaji Roy akawa anamwambia udada Beverly, mimi ndio tayari nimeshafanya hivyo. Alafu mshikaji Roy akawa anaondoka. Basi udada Beverly akasema unanitania kwaona ni bebe wateja wangu unajitia unawahudumia wewe, sasa tutaona. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Udada Beverly basi naye pia akaenda akabeba wateja wa mshikaji Roy, udada akawahudumia yeye. Basi mshikaji anakuja kuuliza, anasema wewe ulihudumia wateja wangu na mimi nimewahudumia kwako na hamna kitu utanifanya. Basi hao wawili wakawa hawana mawasiliano mazuri kabisa. Basi mshikaji Roy ile akawa anarejea nyumbani na anakuja kununua mabibia wampe burudani hapa nyumbani, lakini mshikaji anajikuta hana hisia kabisa. Basi ile akawa anawalipa pesa, halafu mshikaji anaenda kulala tu, manake hana cha kufanya, hana hisia kabisa na mabibie, manake mshikaji anamisi kinoma Beverly. Basi siku ambayo inafuata mshikaji kaona usintanie, kafunga safari kaja hapa mjengoni kwa Beverly. Basi ile Beverly anarudi akiwa kwenye gari, anashangaa mshikaji ndio huyu hapa ndani anamsubiria tu. Basi mshikaji akawa anazama ndani na bibie, na ile mshikaji alikuwa amemiss kinoma bibie ile, wanatazamana tu kwa vibe fulani hivi, kila mmoja ana dim, ushanielewa unajua. Basi Roy akawa anamwomba msamaha bibie kwamba unajua bibie, mimi siwezi kupigana na wewe. Basi vita ya mapenzi dada umeshanishinda, mimi siwezi kushindana na wewe. Basi dada akawa anamsikiliza tu huyu mshikaji, na basi baadaye dada akawa anamuuliza huyu mshikaji kwamba kwa nini umekuwa ni mraibu kiasi hiki na mabibie. Basi Roy akawa anasema sasa hivi nimeacha, nilikuwa nimepanga kumuoa dada mmoja hivi anaitwa Sally, lakini siku ya harusi basi nikasikia bibi Sally tayari kashaolewa na mwanaume mwingine. Iliniuma kinoma, lakini ukweli mimi nilikuwa nakumisi kinoma na nikajikuta kabisa nahitaji kuwa na wewe, na ndio maana nimeamua kuja kukuomba msamaha. Mimi ukweli najikuta nakupenda bibi Beverly. Basi mshikaji akawa anamueleza kwamba mshikaji akitulia na udada anaamini kabisa anaweza kutulia. Basi dada akawa anamkubalia mshikaji na ile wanakumbatiana. Basi siku ambayo inafuata hao wawili wakaendelea kwenda kazini pamoja, na dada anashangaa leo kapewa maua mazuri kinoma na mshikaji Roy. Roy sasa hivi kaanza kuwa romantic kwa bibie unaambiwa. Basi baadaye Roy akaanza kuzungumza na mshikaji wake. Roy sasa hivi amekuwa mchapakazi kinoma hapa kwenye kampuni. Roy sasa hivi basi amekuwa na wai atakufika kwenye kampuni. Roy hayupo kama zamani, yani sasa hivi Roy kanyoka kinoma, na basi Roy ile anapiga story kinoma na bibie kwenye simu. Basi ile wanafurahia tu, wawili wanaendelea kuzungumza. Basi baadaye kati ya Roy pamoja na Beverly wakajikuta wapo kwenye mahaba mazito kinoma hao wawili. Basi baadaye wakajikuta wanaendelea kuenjoy tu na mshikaji Roy. Basi sasa hivi mshikaji amekuwa hata sio playboy tena, na mshikaji sasa hivi anapiga kazi kinoma hapa kwenye kampuni. Basi baba yake na Roy akawa anamchungulia mwanae, na anashangaa sasa hivi mwanae Roy kabadilika kinoma. Oya, Roy anasimamia kampuni vizuri kinoma, na Roy ananipigia kazi hadi sio poa. Mpaka udada Beverly, udada akawa anatabasamu tu jinsi ambavyo mshikaji kanyoka anaisimamia hii
kampuni. Basi siku moja jioni, Roy pamoja na bibi Beverly wakawa wanapata vinywaji hapa wanafurahia tu. Basi Roy akanamwambia bibie kwamba nahitaji mimi na wewe tuwe pamoja maisha yetu yote. Basi dada yakawa anashangaa kinoma, niwe pamoja na umshikaji. Huyu dada kama kuna kitu anakumbuka hivi kinamtesa kinoma. Na huyu dada basi ile mara ghafla akawa anaondoka tu. Halafu na bibi Beverly kakasirika kinoma. Basi baadaye mshikaji Roy akawa anakuja kupiga story na mwanaye, anamueleza, "Oya, nimemwambia nataka kumuoa bibi Beverly ili tuwe pamoja kwenye maisha yetu yote." Lakini bibi Beverly basi alikuwa anakasirika kinoma na ile anaondoka tu. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Udada Beverly basi amekuja hapa kwenye kampuni, anazungumza na baba yake na Roy. Basi baba yake na Roy akawa anamuuliza udada Beverly kwamba yeye hauna hisia kabisa na mwanangu baada ya kukutuma mchezo wote. Basi udada anasema mimi na hisia kweli na mwanao, lakini nahofia mwanao anaweza kunichezea, ila mimi tayari nimeshamaliza kazi ambayo baba ulinituma. Baba ulinituma nimfanye mtoto wako awe amenyoka, afanye kazi kwenye kampuni vizuri na ukanilipa pesa yangu. Na basi sasa hivi mimi nimeshakamilisha kazi yangu na mimi naondoka. Manake kazi ambayo ulinipa mimi tayari nimeshamaliza. Basi mshikaji Roy alikuwa anasikia hapa mlangoni huyu binti anazungumza na baba, anasema kazi kashamaliza. Na mshikaji ndio anakuja kujua kumbe huyu dada alikuwa ametumwa aje acheze hii game yote. Basi mshikaji Roy alikasirika kinoma. Yeye alimpenda kweli huyu dada, kumbe huyu dada alikuwa amelipwa pesa na baba ili aje kumbadilisha mshikaji na ili huyu mshikaji aje kuwa msimamizi mzuri wa kampuni ya baba. Basi Roy akawa anakasirika kinoma, anasema bibi umenidanganya, umeungana na baba. Na Roy akawa mkali kinoma kwa babake. Basi baadaye Roy akawa anaondoka tu. Na baba yake na Roy basi akawa anazungumza na bibi Beverly, akawa anasema binti, unajua sasa hivi wewe umeshafanya kazi yako tayari, Roy kanyoka, basi wewe sasa hivi muache tu. Basi kweli sasa hivi bibi Beverly akawa anaondoka tu. Ile anakuja kurejea nyumbani, anakutana na moja kati ya mshikaji ambaye alimwacha miaka 9 iliyobaki. Mshikaji alimtelekeza udada. Basi dada akawa anakasirika kinoma, anamtimua mshikaji, manake mshikaji alimwacha udada vibaya. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Na hapa kwenye kampuni sasa hivi baba anakuja kumkabidhi kampuni Roy, manake Roy kanyoka kinoma na sasa hivi Roy basi anasimamia kampuni vizuri kinoma. Basi kweli siku zikaendelea kusonga mbele. Na leo bibi Beverly basi akawa anamuomba msamaha Roy kwamba Roy, samahani, mimi nilitumwa na baba nije nikufanyie hivi ili Roy huo umenyoka. Na bibi Beverly basi anakuja kuelezea historia yake kwamba udada yeye ni mtoto yatima. Na udada basi miaka 9 iliyopita nyuma alikuwa kwenye mahusiano, lakini huyo mwanaume ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano alimfanyia ukatili kinoma. Na huyo mwanaume basi akamtelekeza huyu dada, akaamua kumfukuza nje ya nyumba huyu dada usiku wa manane, alafu mvua ilikuwa inapiga kinoma. Basi ikaja moja kati ya gari, dada akawa anaomba msaada, na ndio alikuwa baba yake na Roy. Baba yake na Roy akamsaidia huyu dada. Basi bibi Beverly akanamwambia Roy, yani Roy, baba yako ni mtu poa kinoma. Baba yako basi baada ya kunisaidia mimi na ndio akanipa kazi kwamba nije kufanya kazi hapa kwenye kampuni na nifanye wewe unyoke pia. Roy, uwezi kuamini, baba yako ni mtu mzuri, hata wewe Roy pia na wewe ni mtu mzuri. Kwa hiyo Roy, kwa ukaribu ambao nimetengeneza na wewe sasa hivi Roy najikuta na kupenda kinoma. Basi kweli Roy pamoja na huyu dada Beverly wakajikuta wanazidi kwa karibu pamoja, na basi hao wawili ile wanatabasamu tu, wanafurahia kinoma. Bibi Beverly amefanikisha kumbadilisha Roy, na Roy basi sasa hivi anapiga kazi vizuri kinoma, na hao wawili basi wamekuwa ni wapenzi, alafu ile wanafurahia toka vibe fulani hivi unaambiwa. Basi baada ya kutoka ofisini majira ya jioni wanakuja hapa ba. Basi Roy akawa anakuja kwa bibi Beverly, anakuja kumwambia, mambo vipi mlembo, mimi nataka tutoke, chochote kile ambacho unataka mimi nitakugea dada, ili mradi tu nilale na wewe, na mimi nahitaji kuwa na wewe maisha yangu yote. Basi akawa anamtania kwa kutumia ile maneno ambayo mshikaji alikuwa anayatumia zamani alivyokuwa playboy, alivyokuwa ananunua wasichana. Lakini hawa wawili basi tayari leo wameshavishana pete na wanapendana kinoma. Basi ile wanaendelea kutaniana tu wakiwa hapa ba, na wanaendelea kugeana kisi tu. Na basi maandishi yanapita na filamu inaisha. Umeonaje huu mzigo wa filamu? Dondosha komenti yako. Filamu ni unyama mingi ama filamu sio unyama mingi? Lakini pia na hii ni time ya kusoma komenti yako. Eti ni mtandao gani wa simu ambao ni wabahiri kinoma kutoa MB za bure? Yani huo mtandao liwalo na liwe huaga hawatoi kabisa MB za bure. Guys, komenti ziko mingi sana kiukweli. Na komenti ya kwanza anaitwa Nema, yeye anaweka tu kopa. Na komenti ya pili anaitwa Lisa. Big time kwa komenti yako Lisa pia. Na huyu anaitwa Angel. Big time kwa komenti yako. Na huyu anaitwa Saidi. Big time kwa komenti yako Saidi pia. Na huyu anaitwa Debora. Big time kwa komenti yako nimekuelewa. Na huyu anaitwa Isha. Na huyu anaitwa Isha Karembo kutokea nchini Kenya. Anasema kwa sasa nipo Kenya kwa miaka 3. Ye mtandao ambao kwake ni mgumu kinoma kutoa MB za bure unaitwa Safaricom kutokea nchini Kenya. Na huyu anaitwa Nzigi, anasema tu ni wagumu sana, na ana comment nyingine kama 3 big time kwake. Na huyu anaitwa Deudo, anasema
anasema Vodacom kivyangu kabisa. Na huyu anaitwa Editha anasema tuma haraka part 4 na itakuja hivi karibuni, ka tayari. Na huyu anaitwa Me anasema hii movie nilikuwa naisubiri kama hela vile. Big time kwako Me. Na huyu anaitwa Nsangiu, big time kwa comment yako. Na huyu anaitwa Medi anasema Airtel hawajawahi kunizawadia bando. Big time kwa comment yako Medi pia. Na huyu anaitwa Stefano anasema tu Halotel. Na huyu anaitwa Mohamed anasema tu Tigo au Yasi. Na huyu anaitwa Yasini anasema roboti ni Yasi ndio mgumu kutoa MB. Na huyu anaitwa Fadhili anasema Halotel ni mtandao mgumu sana kutoa MB. Na huyu anaitwa Peter, big time kwa comment yako pia. Na huyu anaitwa Sambuyas anasema tu Airtel. Na huyu anaitwa Osman anasema tu kaka nimeipenda sana. Na huyu anaitwa Omari anasema kaka kazi nzuri ila unachelewa sana. Na huyu anaitwa Wilson anasema tu Airtel. Na huyu anaitwa Adamo anasema tu Movitel. Na huyu anaitwa Chrissy anasema napenda filamu yako. Na huyu anaitwa Gracie anasema ni mtandao wa Vodacom, halafu anasema tu nimekuwa wa kwanza. Na huyu anaitwa Ivan Bisman anasema asante sana roboti. Na huyu anaitwa Nurdin anasema tu thank you bro makopa yako. Na huyu anaitwa Master Ketia anaweka tu kopa anasema kazi nzuri tupe part 4 haraka napenda kazi zako. Big time kwako Master Ketia pia. Na huyu anaitwa Elvin anaweka tu kopa. Na huyu anaitwa Abdul anasema tu unatuchelewesha. Na huyu anaitwa Deborah anasema napenda sana. Na huyu anaitwa Tresby Krista anasema ni unyama kabisa. Na huyu anaitwa Faitha anasema big up bro uko vizuri hongera, hafu ananiwekea maua kama yote. Na huyu anaitwa Mgendil anasema ila Airtel Mungu awasaidie waache ubahili. Na huyu anaitwa Hamade anasema Halotel hawana ofa. Na huyu anaitwa Lucy anaweka tu kopa. Na huyu anaitwa Stars anasema safi sana na kukubali yeye ameipata mwendelezo anaifuatilia kutokea nchini DRC Congo. Big time kwa comment yako pia. Na huyu anaitwa Plude anasema tu nzuri. Na huyu ana hilo jina hilo jina isa like hell, lakini big time kwa comment yake pia. Na huyu anaitwa Zibinti anasema mtandao mgumu kutoa MB za bure ni Halotel. Na huyu anaitwa Sylvia anasema tu naisubiri kwa hamu. Na huyu anaitwa Dickson anasema hii ni fiti na huu sijamuelewa. Lakini huyu anaitwa Chazi anasema Airtel ni kipengele hadi wanalamba mpaka MB zako. Haya big time kwako pia Chazi. Na huyu anaitwa Adija anasema tu ni nzuri. Na huyu anaitwa Ana anasema Safaricom ni mtandao kutokea nchini Kenya. Na huyu anaitwa Celestina anasema tu Yas. Na huyu anaitwa Bella anaweka tu kopa. Na huyu anaitwa James anasema tu nimezikubali sehemu zote ni kali kutokea Kongo. Na huyu anaitwa Flavia Sima anasema mtandao wa Yasi. Na huyu anaitwa Betri Rajabu anasema mimi nilikuwa nasubiri yani afadhali imekuja. Haya big time kwako pia. Na huyu anaitwa Bella anasema tu nimeipenda mwendelezo. Na huyu anaitwa Rehema anasema DJ umetisha sana. Na huyu anaitwa Shabani anasema nakupenda bro. Na huyu anaitwa Nema anaweka tu hizo kopa. Na huyu anaitwa Flavia anasema tu nimeipenda sana. Na huyu anaitwa Aika anasema mtandao wa Halotel. Na huyu anaitwa Josephina anasema tu nimeipenda sana. Na huyu anaitwa Muruta anaweka tu hizo kopa. Na comment ya mwisho anaitwa Chanta anasema tu unakawia sana 1 wiki. Haya big time kwa comment yako Chanta pia. Na hii ndio ilikuwa ni comment ya mwisho kwa siku ya leo. Na kama hujadondosha comment yako basi dondosha komenti yako, changia hii topic ya leo. Eti ni mtandao gani wa simu ambao ni wabaili kinoma kutoa MB za bure? Yani ni wagumu kinoma kutoa MB za bure. Ni mtandao gani wa simu ambao tangu unaanza kutumia hawajawahi kukupa MB za bure? Dondosha komenti yako, dondosha umbea wako hapo chini kwenye comment ili leo tuachane live. Na lakini pia komenti yako pamoja na ujumbe wako wa sauti vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next recap. My nickname mimi naitwa Roboti na Lil name mimi naitwa Baraka na hii inaitwa Robotingwa TV. Basi usisahau kulike video na usisahau kusubscribe channel ili kila siku kazi mpya zinavyotoka basi utakuwa wa kwanza kuzitazama. Na usisahau kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama video mpya kila siku. Na bye bye guys. Tukutane siku ya kesho kwenye next recap. I'm out here guys. Mwah.